Mtazamaji mpendwa wa Githurini kia Nugari, na kusalimu katika jina la Yesu. Nataka tuombe, nataka tuanze na maombi ili tukaweza kusikiza stori yetu ya siku ya leo. Na ni stori ambayo inahuzunisha sana, na tunaamini ya kwamba Mungu ataingilia. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu twaja mbele zako siku ya leo Mungu. Baba, tukikushukuru kwa yale yote umetutendea. We thank you for the gift of breath. We thank you for the gift of life. Receive all the glory and honor, Lord. We commit this program unto thy able hands, Lord, that you may intervene, O King of glory. Baba, tunaomba ukanyoshe mkono wako Jehova. Ni kwa maana mwenye amefanya tukusanyike hapa ako katika gerezani kuu ya Kamiti, Baba yangu, ambapo kunasemekana ya kwamba alienda mahali pale kwa sababu ya ushuhuda wa uongo. Mungu, tunaomba ukaweza kuingilia, ukaweza kupenya, ukaweza kusimama, kwa sababu wewe ni Mungu wa ukweli, katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi hii program mikononi mwako Mungu. Ubari huu tumefika, imegharimu mkono wako Jehova. Na sasa Mungu, tunaomba ukaweza kutuonekania mahali hapa. Huyu mama amenililia na familia yao, na Mungu ninajua wanaweza nililia nikose nguvu na uwezo, lakini wewe Mungu unaweza yote. Tunaachilia yote mikononi mwako Mungu, tukikumbuka wenye wako magerezani kwa sababu ya ushuhuda ya uongo. Ukaweza kuwakumbuka Mungu wangu, katika jina la Yesu. Hata wenye wako huko kwa sababu walitenda, Mungu tunaomba ukaweza kuingilia. Na ni katika jina kuu la Yesu tunaomba, mwanzo, katikati na hadi mwisho. Katika jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante na karibu sana katika programu yetu, ambapo huwa tunaangazia mashida tofauti ambayo imekumba watu wetu. Na kuna familia kutoka Kitui na Makueni. Ni kwa maana mama ametoka Makueni, Kitui, na baba mwenye ako gerezani ametoka Makueni. Mama ametoka Kitui, mzee ametoka Makueni. Kama vile mnajua, nimekuwa nikitembelea magereza, na hasa katika gereza kuu ya Kamiti, na huwa tunafanyanga reconciliation na uongozi wa magereza yale, kwa sababu kuna watu wengine wako gerezani na huwa wanasikia ama wanafika mahali pale pa kutaka kuomba msamaha kwa wenye waliokosea. So huwa inabidi tunaenda mahali pale, tunaongea na mfungwa, na then tunatafuta mwenye anaomba msamaha. Lakini zingine hatuletagi kwa mitandao, lakini hii imebidi nilete kwa mtandao. Ni kwa maana ningetaka ushauri wenu pia, kwa sababu ni jambo nzito sana, na tunaomba kwamba Mungu ataingilia, kwa sababu mwenye tunaongelelea hapa already amefungwa katika kifungo cha maisha katika gereza kuu ya Kamiti. Tunaye hapa ni bibi yake, na nitampea nafasi aweze kujieleleza sababu gani amenitafuta na amenipata. Karibu mami. Asante. Na ujipe nguvu, kwa sababu Mungu anaweza mambo yote. Sasa nataka
uogee roho yako. Umenililia sana. Nataka sasa hiyo majonzi ifikie Mungu atengeze njia. Ndio. Karibu. Uanze na majina yako alafu tupe hiyo story yako. Asante. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Mbithe. Mimi ni mama watoto wawili, wa kiume na wa kike. Aliye gerezani ni mume wangu, na aliingia gerezani kwa sababu ya ushahidi wa uongo. Mume wangu hatukukosana na hakutenda kitendo kile. Tulifanya kukosana tu kama vile watu hukosana kwa ndoa. Nilipoenda kuomba mashauri kwa mama fulani wa nyumba 10, akanishauri kana kwamba wazee wa siku hizi wanakarangwa kwa jambo hili la ubakaji. Akasema atamwekelea mzee hili jambo la ubakaji. Wakamuita mtoto wake, wakamshauri mtoto akaongee maneno ambayo hakufanywa na babake. Mtoto aliongea kana kwamba amefanya tabia mbaya na babake. Mimi niliweza kumtetea mume wangu kwa muda ule. Si kusikilizwa. Katika ule muda wa kumtetea niliweza kuwekwa ndani miezi 2 nikimtetea mume wangu. Wananiambia nimtolee ushahidi wa uongo. Mimi sikukubaliana na maneno yale. Nilipotoka ndani kwa hiyo miezi 2 walinyang'anya mpaka watoto. Nilipotoka ndani ndio tukaweza kukesi ile kesi. Kesi haikuwa na ushahidi wowote. Mtoto alikataa hadi kuongea. Mtoto akasema yeye amesukumwa kuongea haya maneno. Na wakati aliwekwa wakati serikali ilichukua watoto, mtoto aliongea kana kwamba yeye ameambiwa na andiwa huko aseme haya maneno na si ya ukweli. Mtoto hakuongea. Alisema yeye amesukumwa kuongea yale maneno. Mtoto hakuongea mpaka kiwango ya ikafika mahali yule andia aitwe wamsukumie hadi ndani ya koti mtoto aongee kwamba amefanywa tabia mbaya na babake. Akapewa mpaka maswiti nini vitu mingi, mtoto atanjiongea vile kulienda. Ushahidi ukakosekana, tukaenda muda ukaenda mtoto akarudi mara ya pili, hakuna ushahidi. Wakati wa hukumu ndio njanja alisema hakuna ushahidi, kila kitu iko sawa lakini nimekufunga maisha. Kwa hivyo ninaomba usaidizi, mume wangu yule ako gerezani, anateseka tu bure, hakuna kitu alifanya. Ninaumia sana na watoto hawa wanateseka na wao, sina usaidizi, sina amani. Itura riri njerete ni Mayaihi thini wa Kikuyu constituency, Kiambu County. Na ndakurehe guku ni undu wa kindu gitagwo githomo. Na uria mwakiona ni PADA, kurugamirwo ni kindu gitagwo PADA security. Nio marugamirirwo gitiri. Na ndakwira ndehetwo guku ni githomo ni tondu no muhaka twetekere guthoma, andu aitu metekere guthoma. Na tondu maundu ni maritu, muturire ni urituhite, maundu no maingi, thini wa thukuru uyu wetagwo PADA Institute hada. Ni tondu riria twarehe ciana citu twacirehe thini wa thukuru, ni kuhanda tuhandaga na ni tucokaga tukagetha, tondu tugethaga mwana ena kosi. Na kundu guku ni guthomagirwo courses ta
cia thigari security na kindu gitagwo caregiver. Na we muciari no korwo wi hau, mwana waku ni arikirie form 4, mwana waku hau nekire ringi 8 wira wa security, nginya na ciana citu iria cia 8 arume aria mena hinya ona tutikumathinikania. Thukuru uyu wa Panda ukite kuhonokia ciana citu, na ni mwi ciana citu ni ciurire thiini wa urefi kana addiction. Anake iturona mundu ungikorwo na kosi iyo ya security kana ona nginya caregiver na caregiver no ya guku kwa Panda Institute ina nginya hospitality, ni 2 in 1. Koguo ri muciari wi hau ni urenda view mwana waku agie na gakosi. Gutire muciari utangienda mwana wake agie na gakosi. Mathina ni momoru. Kosi iyo ya security tamakane bia cigana 12,000 tu. 12,000 agana magana matano ma registration. Muciari hindi iria urathie mabururi ma nanja ni wega ugatigaga ciana ciaku moko-ini mega. Guku kwa Happy Hearts Home Care Limited tutigagirira mwana waku ni arorwo wega na aigua ari mucii ona riria uri kuraya. Twina CCTV cameras ni undu wa ugitiri wa mwana waku. Irio citu ni balanced diet na turigiceirio ni mathukuru ma thirikari na ma andu kiumbe. Na waruti aitu wa wira mecemba gutigirira mwana waku ni atungatwo na njira iria yagiriire. Riu no uthie icera riaku na thayu ukimenya gutigite mwana waku moko-ini mega. Turi Ruiru mwena wa Mugutha na no utuhurire thimu kuhitukira 0720 255 999 kana 0729 147 562 kana utwandikire email kuhitukira happyheartshomecare.limited@gmail.com. Ngoro ngenu yaku na mwana waku nikio gikeno gitu. Hili ni jambo la kuhuzunisha kweli, kama vile mumesikia. But nikiomba mama utuelezee kidogo. Sasa mumekosana na bwana, vile tu watu ukosana na boma ziko hivyo. Wewe ukaona uende kwa mama rafiki yenu ama? Huyo mama mimi nilikuwa nasikia ni wa nyumba 10. Wa nyumba 10. Usuluhisha watu wakikosana. Oh. Sasa wewe ukaenda huko. Nikaenda kumuomba ushauri vile atatushikanisha. Tuache mmekosana. Sasa yeye ndiye amekwambia ya kwamba kuna vitu wanaume wanafanyiwa. Ili wapewa adabu. Wewe ukakataa. Mimi nikakataa. Aya. Sasa kutoka hapo ndipo walimshika mzee. Kutoka hapo ndio mtoto akaenda akaambiwa, akasema hivi na hivi amefanywa tabia mbaya na baba. Wakakuja huyo mama pia wa nyumba 10 ndiye ameita mtoto. Alikuwa ameunganika na yule mzee pastor. Atule? Yule ambaye alikuwa pastor, walikuwa wameunganika. Sasa yule alikuwa anatumika chini ya huyu. Kuna kanisa mlikuwa mnaenda. Sasa pastor wameshikana na mtu yule na mama wa nyumba 10. So wakaita mtoto. Sasa mtoto aliongeleshwa nikiwa siko. Hiyo kitu nilinjua hata kama mzee ameshikwa na wiki nzima. Haya. Sasa amekuja kuongeleshwa kwa ploti mimi nikiwa hata siko. Bwana. Mtoto. Walitaimu wewe umetoka then wakakuja. Wakaita mtoto. Wakamuongelesha. Muda mrefu sana na mtoto nilipomuuliza alikataa akasema mimi nilikuwa naulizwa tu. Ni kama walidhirite ni mtoto. Sasa kutoka hapo mzee akashikwa. Mzee akashikwa. Ni wao pia walienda kulipota ama ni wewe? Mimi niliambiwa niende nikaseme mzee tumekosana. Mzee alikuwa amechukua pesa ya chama 7,500. Kashi ilikuwa ya 4,000 kwa simu na hiyo nyingine ilikuwa 3,500. Ukaambiwa uende uripoti. 4,000 ilikuwa kwa simu, 3,500 ilikuwa kashi.
Ukaambiwa uende niende uripoti. niripoti. Kwenda kule Polisi. nikakuta walingeuza mambo, si ile nyingine. Haya, Nikakataa mpaka kuandika ile ushahidi pale. Wakaandika wao kama mimi. Kwa hivyo wewe ulikuwa umeenda polisi kuripoti pesa ya chama Na hata si polisi, ni kwa huyu mama. Kwa huyu mama. asuluhishe mambo. kwa huyu mama Eh, na juu yule alishikwa na polisi na lazima kama mtu anashikwa mkuwe kuna mtu alistaki polisi. Nani alistaki? huyu mama andi ni yeye alilipa pesa ya kwenda, hata mtoto aliongea kotini kwamba hata pesa ililipa na nani ya kwenda huko na ya kwenda hospitali. Ni yeye alitoa, mimi sikuwa andi hata na pesa. Tukaenda huko wakachukua nini polisi, tukaenda tena mpaka hospitali, akalipa mpaka pesa yote. Kai more than. Na sasa huyu mtoto alipelekwa hospitali. Mtoto alipelekwa hospitali nikiwa niko hapo. Mtoto akapima, daktari wakasema hakuna kitu amefanyiwa. Nilipotoka hapo kesho yake ndio walisukuma tena barua nyingine kotini ikisema ni ukweli. Na sasa nyinyi mkiangalia na wewe kama mama, kwa hivyo mtoto hajashikwa. Mtoto hajashikwa hata na hata baba mtoto hakuwa nyumbani. Baba ya mtoto alikuwa kazi, alikuwa amekaa wiki nzima hata hajakunja. Alikunja tu hiyo friend wiki imeisha. Na masiku ndio akashikwa, akaambiwa alifanya uhalifu. Sasa mtoto anasemaje? Sasa yeye mtoto ameishi akisumbua. Alikwambia after? Mtoto akakwambiaje? Sasa yeye mtoto aliambiwa kunje kuniambia kwamba mama amemfanyia tabia mbaya. Akakwambia? Halafu sasa ndio kwenda kuuliza wale, kumbe saa ile nilipeleka ile mashtaka ya Mboma, mambo ilingeuzwa. Okay. Ndio kawa ni mambo ingine, sio ile tulikuwa nimesema tusuluhishe ya nyumbani. Na sasa hapa umesema walikushika kwa nini? Kwa sababu si kwenda kotini kumtolea ushahidi mara ya kwanza. Huyu mtoto alikuwa anaumwa na nikapeana ripoti kotini. Huyo mama akaenda kotini akaandika barua kubwa akasema nilisema sitaki kesi, nataka kwenda kwetu kitu. Mimi nikawekwa ndani. Nililia hata kotini nikamwambia nimeacha mtoto anaumwa ndio nilichikiwa kwa njia Sunday. Hawakutaka kunjua, nikawekwa ndani nikaacha ule mtoto akiwa anaumwa ndani. Kwa sababu sasa umekataa kutorea bwana yako ushuhuda na ya uongo. Yaani wanakanishika. Wewe uko na uhakika wa kushika mtoto yako? Niko na uhakika kabisa. Na yeye mtoto baadaye akasemaje? Mtoto yeye bado akakataa akawa anasukumua tu aseme ni ukweli. Alipoitwa akasema huyu ndiye anaishi naye huko homeless ndiye ameishi, kumwambia akaseme hivyo hata kama si ukweli aseme ni ukweli. Juu walinyang'anywa kwako? Nilipowekwa ndani mimi walichukua watoto wakaweka homeless. Sasa huko kwa home wanaendelea kumtreat. Alikuwa ana memorize. Sasa ndio alikuwa anakwambia mtoto. Na vile sasa alisema hata kwa koti akasema mimi naambiangu na huyo andi story. Alisema mbele ya koti, lakini hawakuandika zile maneno. Na bado akafuga huyo mzee. Hata siku ya hukumu Njanja alimwambia kila kitu iko sawa. Hakuna ushahidi hata story, hata ripoti ya probation. Huyu mtoto alilia mpaka kwa probation akasema wewe msibunge mabangu nilindanganya. Lakini ripoti ikapelekwa nzuri. Njanja akamwambia kila kitu iko sawa. Hata hakuna ushahidi, hata ripoti ya probation iko sawa, lakini tumekufunga maisha. Mzee wangu alilia akaanguka chini akaisha nguvu akamwambia mbona mngeniua kuliko kunitesa. Alikuwa anafanya kazi gani? Yeye alikuwa fundi alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Na ukulima sote. Na wewe unaona ni nini huyu mama alikuwa anataka katika hii mambo yote? Huyu mama naona alikuwa anataka tu yeye kumaliza mboma yangu, njuu yeye ni mambo alikuwa ameishi akifanya kumaliza tu mboma hivi. Na hata tulipoenda kotini alikuwa anjulikani kule. Aliulizwa wewe kazi yako ni gani? Na ungeomba koti uongee? Niliongea wakakaa wakunisikiliza.
Sasa watoto ulirudi kupewa lini? Nilirudi kupewa wakati mtoto ametoa ushahidi wa pili. Alienda katoa ushahidi wa pili? Sasa wakati wamemalizana naye mambo na ushahidi ndio walinipea watoto. Sasa yeye anasemaga nini mtoto? Mtoto yeye anasumbuanga tu, hata ilifika mahali akawa hata shuleni alikuwa hako sawa anapita, ikafika mahali hata apiti. Akawa na stress hadi naitwa shuleni na mwalimu. Ananiambia huyu mtoto kuna kitu inamsumbua, mshughulikieni na iko serious. Saa nyingine nyumbani hata anakataa kula. Anaenda anakaa mahali peke yake, namkuta tu ameinama chini analia. Ananiambia mimi nataka kwenda kutetea babangu atoke ndani. Kama hawatamtoa mimi nitakaa naye huko. Nitasema nikakae naye huko. Jameni. Sasa mumesikia maneno. Mumesikia maneno. Bibi ndiye anajua bwana yake ananyimwa haki ya kuongea na kuongea ukweli akashikwa. Where are we heading? Kwa nini watu wanapenda kuweka watu wengine kwa shida? Sasa the whole family is traumatized. The mother, the kids, the family. Sasa mama banako alisemaje, mother-in-law? Mama yeye alisema tu kama amepoteza tu mtoto kupitia damu yake. Kwa hivyo ni kama ako na machungu na mtoto yako. Si mnasikia? Mama alisema mtoto yake ni kama amempoteza kupitia damu yake. Hizi cases ni mingi. Sikatai watoto hubakwa. It's true. There are those defilement cases. But most of them ni za kuwekelewa. And it is very sad. Yani mtu aende gerezani to suffer for the rest of his life. It is not good. It is not fair at all. Imagine a young man of 34 years only. Ni 34? Yes. 34 years only, serving life sentence. Sasa kutoka gereza ni akiwa mzee. Na ni jambo ambalo halieleweki. Sasa hata hawa huyu mama wa nyumba 10 kweli ni wa wapi? Loilasit. Loitoktok. Loitoktok. Wewe mama wa nyumba 10 juu unajua hii familia. Ulitenda haki kweli? Hawa hawakuli wanashindaga tu wakilia. Ukienda Kamiti baba watoto analia. Sasa nyinyi mlichukua watoto. Si mngewasikiza. Kama watu wanaelewana wanaongea. Wenye upelekana sana ni wenye hawaongei. Watu walikuwa wanaongea, bibi alikuwa anaongea na bwana yake. Alikuwa amekuja kusema, sasa wewe ulikuwa umestaki mambo ya chama, polisi gani? Police station. Huko umeenda police station? Nilienda na huyo mama. Ndiye alisukumia mambo kwenda huko. Kwa ajili ya mambo ya chama. Tumekosana na mzee na simu. Wewe ulisema mambo ya chama kwa polisi? Kwa huyo mama. Ndiye yeye akasukuma haya mambo kwenda mbele. Wewe kuenda polisi? Alisema yeye twende, akalipa pea twende huko. Wewe mlienda? Akapeana mfanyikazi wake twende na yeye ndiye alimgeuza kuwa chaindi wake wa kutoa ushahidi yote ambaye. Na vile mlienda polisi. Wewe na huyo mtu yake alikupea.
Uliandikisha nini? Niliandikisha hii mambo na hii mambo nimempelekea ya chama. Tumekosana na mzee hivi na hivi. Na waliandika hivyo? Wakaandika mambo ingine na nilipoenda kule kotini niliposimamishwa kwa shamba. Mimi nilisema hiyo sio statement yangu, ndio sikuandika hiyo. Ndio nililetoa hii mambo na kesi ya mtoto. Ni polisi gani? Ilikuwa Ilasit. Uko Retoktok. Ilasit. Ilasit police station. Mbona huyu mama alikuja kuongea mambo ya pesa, then story kageuzwa. But mimi sisemi hiyo sio msimamo wangu. Ni msimamo ya vile mama anasema. Na akaendelea akasema ya kwamba bwana yake hajafanya hivyo. Ilikuwa ni kwa nini, yani kwa nini alifungwa? Kwa nini walimshika? Ni polisi pia hii, hawa polisi ndio walikushika? Hawa polisi? Hawa ndio walinishika. Ukakaa kwa cells miezi 2? Miezi 2 nilikaa mpaka Lang'ata. Nilipeleka mpaka Lang'ata Kanyama. My God. Ulienda mpaka Lang'ata? Kwa hivyo pia huko Lang'ata ndio nilitolewa nikafungwa kifungo cha nje cha mwaka. Nikaitika mwaka ukaisha mpaka nikamaliza. Na hii ilikuwa lini? Ilikuwa 2022 mwezi wa 8. Mzee alichukua mwezi wa 7, mimi nikachukua mwezi wa 8. 2022. Sasa wewe unaenda Kakamite kuona bwana yako? Naenda kumuona. Kwa hivyo mtoto by then alikuwa umri gani? Alikuwa miaka 7. Miaka 7? Alikuwa class? Alikuwa class 1, alikuwa PP2. Alikuwa PP2. PP2. Sasa ako class? Sasa ako grade 3. Ako grade 3. Sasa si mnaona hiyo kitu imekuwa ikisumbua huyo mtoto? Na mimi niliongea na yeye kando na akaniambia vile vile ati anataka kwenda kutoa baba yake kwa sababu aliambiwa aseme. It is very wrong. Unajua watoto hawawezi sahau mambo hata ikikaa miaka ngapi. Kama hata daktari ilisemekana hakumshika. Mbona tunamaliza? Why are we finishing our generation through false allegations on defilement? Why? Kwa nini? Hiyo nayo ni Mungu tu aingilie. Hebu toeni maoni yenu kwa sababu haya mambo imekuwa magumu sana. Ningetaka ushauri wenu katika history yote. Na pia ni funzo, tumesoma mambo mengi. Siku hizi kama mumekosana, jaribuni kutatua nyinyi wawili. Wengi watakuja kuwasen. Sasa angalia mama wa nyumba 10. Mzee alikuwa ametumia pesa ya chama. Na ulikuwa unaitishwa na wamama. Nilikuwa naitishwa na wamama. Na akatupa simu. Hiyo mambo ndio tulikuwa tumekosana, leo wataka tusuluhishe. Ndio ikasaa haya yote. Nani alitupa simu? Yeye. Yake? Yangu sasa. Wakati ametoa ile pesa ndio ilikuwa ni yake. Na hiyo ni jambo kidogo. Unasikia mzee ID ilikuwa yake. Kwa hivyo mama alikuwa na pesa. Alikuwa na pesa ya chama. Na mjue sisi wa mama hata yetu tunasemaga ni ya chama. Hiyo lazima wanaume mjue. Ukiona mama ako na pesa kwa ni ya chama, weka ukijua ni ya chama. But inakuwaga tu tunatafuta, inakuwaga tu ya kutafuta kuweka mambo sawa sawa katika boma. Si ndio? Ulikuwa hiyo pesa unachukua unafanya kazi.
Sasa unaona jambo kidogo, mama alikuwa ametafuta mwenye wataongea na yeye juu hata mzee simu alikuwa ametupa. Na hiyo ni kawaida, hiyo ni kawaida. That is normal. Yani kila boma sio lazima ati mukae nywe. Hakuna watu hawakosanangi, msidanganyike. Kila boma iko na mambo yake. Kwa hivyo mama akaona wacha niende kwa mama wa nyumba 10. Mama kama mimi, mama ako na umri mbele yangu, kwa sababu lazima nyumba 10 ni mama kukuliko, si ndio? Mama na watoto wakubwa kuniliko. Sasa akaona huyu ni kama tu mama yangu. Sasa story imechange kutoka pesa ama mwanzo ama sasa. Wewe kuna kitu sijaelewa vizuri. Bwana alishikwa Julai. Mwezi hiyo 2022. Na wewe? Mimi nikashikwa mwezi wa 8. Mbona waliokuweka hivyo? Kwa sababu mimi si kwenda kotini hiyo nini ya kwanza, raundi ya kwanza. Kwa nini? Mtoto alikuwa mgonjwa huyu. Alikuwa amengonjeka tonzozi hadi hawezi ongea, amekura mdomo. Na nikapeana ripoti kotini kabla. Na wakasema ni sawa. Lakini wao wakaenda, huyu mama akaenda akapeleka ripoti ya uongo. Alikunjanga kwangu kama leo, koti ikiwa ya kesho. Akaniambia usikose kwenda kotini kwa sababu huyu mtoto hatutamfunga huyu kijana, ni mtoto kama yule wetu, na tukimwachilia wewe uende kwenu Kitui. Nikamwambia mimi mambo yote hayo unaongea siyaelewi, kotini mimi nitaenda. Sasa hapo ndio mtoto aliamka akiwa mgonjwa zaidi, si kwenda, lakini nikapeana ripoti. Aya. Bwana alishikwa ndio awe anakuja kotini. Sasa iliwekwa siku ya koti hiyo mwezi. Na kwenda. Sasa walichukua watoto lini? Wakati mimi nimewekwa ndani ndio walichukua watoto. Hiyo mwezi wa 8. Kwa hivyo nilipoenda kotini nikakataa haya maneno, nikaambiwa nitaendelea kukaa, sasa sitoki, nitakarudishwa ndani, ndio sasa wakachukua mpaka watoto. Sasa ni kama bwana alikuwa anaenda kotini kuitika. Hakuwa amefungwa. Sasa ndio alikuwa anaanza koti ya kwanza. Mimi nikawa niende nikamtolea ushahidi, si kwenda. Na sio kwamba ni mang'ane nilikuwa nayo, mtoto alikuwa mgonjwa na nikapeana ripoti kotini. Na nikaambiwa ni sawa. Sasa huyu mama akaenda kula akandanganya. Siku alikunja kwangu nilimwambia sitaki kesi, nataka kwenda kwetu Kitui. Sasa waradi ikatoka ikisema hivyo. Mimi nikawekwa ndani. Nilipokataa kule kotini mpaka nikaonekana namba niliyopinga ile siku, nikapeana ripoti chenye kimefanya nisiende. Wakauliza kwa nini wamenishika. Wakasema nilikuwa nawasumbua. Wakaongezea tu makosa mauchendi ya uongo ambaye hakuna. Jameni. Mambo huku yamekuwa magumu, lakini tunazidi kumwamini Mungu. Na ningetaka kukufahamisha kwamba labda unataka kwenda kufanya kazi nchi za nje ama bari na nyumbani, na unashindwa, niko na watoto nitaachia nani? Mama yangu hawezi, labda hana uwezo. Kuna mambo mingi ama maybe kuna mambo ya kutoelewana katika boma, na watoto wako lazima wakae mahali pazuri, mahali watasoma. Tumekuwa hata tukisikia story mingi ya watu wetu wenye wako nchi za nje. Wanasema watoto wangu niliwaachia watu wetu hawaendagi shule, niliambiwa hasomi. Sasa tulia. Happy Hearts Home na wako pale Ruiru wako na suluhisho.
ni kwa sababu watakaa na mtoto wako na mtoto wako atasoma na ni wewe utachagua. Ni wewe utachagua kama mtoto wako ataenda boarding, not boarding. Ni kama ataenda private ama public school. Kulingana na uwezo wa mfuko wako. Kwa hivyo wewe tu utakuwa unalipia mahali mtoto anaishi, anakula, anaoga, analala vizuri. Kwa hivyo ni vizuri uwasiliane na hao ili wakuelekeze zaidi. Nimekuwa mahali pale, niliwatembelea na ni mahali pazuri. Kama unataka kufanya kazi, unaona vile nchi mambo yamekuwa magumu, labda unataka kutafuta kazi, umepata kazi bali na mahali unapoishi, ni vizuri uwasiliane na Happy Hearts ili mtoto wako akae vizuri. Happy Hearts Home Limited, for the safety of your kids. Asante. Mũciari, hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ mabũrũri ma nanja, nĩ wega ũgatigaga ciana ciaku moko-inĩ mega. Gũkũ kwa Happy Hearts Home Care Limited, tũtigagĩrĩra mwana waku nĩ arorwo wega na aigua arĩ mũciĩ ona rĩrĩa ũrĩ kũraya. Twina CCTV cameras ni ũndũ wa ũgitĩri wa mwana waku. Irio citũ nĩ balanced diet na tũrigicĩirio nĩ mathukuru ma thirikari na ma andũ kĩũmbe. Na aruti aitũ a wĩra mecemba gũtigĩrĩra mwana waku nĩ atungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu no ũthiĩ icera rĩaku na thayũ ũkĩmenyaga ũtigĩte mwana waku moko-inĩ mega. Tũrĩ Rũirũ mwena wa Mũgũtha na no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0720 255 999 kana 0729 147 562 kana ũtwandĩkĩre email kũhĩtũkĩra happyheartshomecare@gmail.com. Ngoro ngenu yaku na mwana waku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Itũra rĩrĩ njerete nĩ Mayaihĩ thĩinĩ wa Kikuyu constituency, Kiambu County. Na ndakũrehe gũkũ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo gĩthomo. Na ũrĩa mwakĩona nĩ PADA, kũrũgamĩrĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo PADA Security. Nĩo marũgamĩrĩire ũgitĩri. Na ndakwĩra ndehetwo gũkũ nĩ gĩthomo, nĩ tondũ no mũhaka twĩtĩkĩre gũthoma, andũ aitũ metĩkĩre gũthoma. Na tondũ maũndũ nĩ maritũ, mũtũrĩre nĩ ũritũhĩte, maũndũ no maingĩ, thĩinĩ wa thukuru ũyũ wĩtagwo PADA Institute, HADA. Nĩ tondũ rĩrĩa twarehe ciana citũ twacirehe thĩinĩ wa thukuru, nĩ kũhanda tũhandaga na nĩ tũcokaga tũkagetha, tondũ tũgethaga mwana ena koci. Na kũndũ gũkũ nĩ gũthomagĩrwo courses ta cia thigari, security, na kĩndũ gĩtagwo caregiver. Na we mũciari no ũkorwo wĩ hau, mwana waku nĩ arĩkirie form 4, mwana waku hau nĩ ekire rĩngĩ 8 wĩra wa security, nginya na ciana citũ iria cia 8, arũme arĩa mena hinya ona tũtikũmathinĩkania. Thukuru ũyũ wa PADA ũkĩte kũhonokia ciana citũ, na nĩ mwĩ ciana citũ nĩ ciũrĩire thĩinĩ wa ũrebi kana addiction. Anake tũrona mũndũ ũngĩkorwo na koci ĩyo ya security, kana ona nginya caregiver. Na caregiver ĩno ya gũkũ kwa PADA Institute ĩna nginya hospitality. Nĩ 2 in 1. Koguo rĩ, mũciari wĩ hau, nĩ ũrenda biũ mwana waku agĩe na gakosi. Gũtirĩ mũciari ũtangĩenda mwana wake agĩe na gakosi. Mathĩna nĩmo moru. Kosi ĩyo ya security ta makane mbia cigana 12,000 tu.
ngiri 12 agana 500 ma registration. Sasa mama, sasa bado unasoma? Siwe ni good girl. Muko half term? Muko mid term? Unasoma vizuri? Unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Daktari. Daktari. Daktari? Haya, wewe unatibu watu? Wewe unawaduga sindano? Sasa ati uliniambia unataka nikupeleke wapi? Uko pale baba yuko. Uko pale baba yuko nimtete. Haya atoke huko. Ati mtete? Sasa utamteteaje? Utasema aje? Mimi yeye hakunifanyia kitu. Ule anti anaitwa Lydia aliniambia niseme alinifanyia tabia mbaya na kunifanyia. Na akaniambia nisiposema atanifunga maisha, nikose kuona baba na mama. Ati aya, uliambiwa pia wewe utafungwa maisha, ukose kuona mama na baba? Usawa ienda kuona baba? Ulienda? Ukamwambia aje? Nikamsalimia. Nikamuuliza kama anaendelea vizuri. Sasa wewe ungetaka aje? Ningetaka tu ni afunguliwe kwa sababu anateseka. Na sishiki kitu shuleni. Hata sikuwi number 1 kwa sababu nilikuwa anateseka. Ulikuwa unakuja number 1? Sijawahi kuwa number 1 kwa sababu baba anateswa. Kwa sababu baba anateswa. Unakuja kana bagani kapi? Unakuwa huko tu kama mwisho. Unakuwa tu namba kama mwisho huko nyuma. Na ulikuwa unakuja namba mzuri? Kitambo nilikuwa naendelea vizuri. Pole. Pole. Baba Mungu atamsaidia. Sasa wewe unataka kwenda kumtetea? Lakini usome. Usome, usiwe unafikiria mambo sana ya baba. Hakuna shida, hana shida kubwa. Nilikuwa huko kumuona. Hako shida, hana shida kubwa. Usifikirie sana juu yake. Atatoka tu. Siku moja atatoka, Ulienda huko? Huko alipo? Ulienda huko gerezani? Nikamsalimia. Mulienda na nani? Mimi na mama na kababa yangu. Mulienda? Mkamuona? Mulimpelekea nini? Si tulimpelekea tu kapesa kakununua tu kitu ya kumsaidia. Mungu atamsaidia. Mungu atamsaidia. Utaenda kumtetea. Tutapanga vile utaenda kumtetea. Alikuambia nini vile ulienda kumuona? Aliniuliza kama naendelea vizuri kwa masomo. Ukamwambia aje? Mimi siendelee vizuri kwa sababu anateswa.
Sasa hapa ni Mungu waigirie. Mawakili, nataka pia ushauri wenu kuhusu hili jambo. Tuone vile tutasaidia hawa watoto. Huyu mtoto anaumia, kuna ndugu yake pia. Nimeona kwa affected na hayo maneno. Na tunajua Mungu tu ataigiria. Tunaomba tu Mungu aigirie. Wewe usome vizuri. Mambo ya baba tutashughulika. Unasikia? Usome vizuri kwa sababu wewe ndio ukisoma ukuwe mkubwa. Utasaidia baba na mama. Mnaendanga kwa shosho? Huko kambani? Tunaongeaga tu. Namsalimia. Uende leo muongee na yeye. Umwambie tutashughulikia baba yenu. Na hata yeye asilie tena, si ndio? Mungu anashughulika, mambo itakuwa sawa. Sawa. Itura rĩrĩ njerete nĩ Mayaihĩ thĩinĩ wa Kikuyu constituency, Kiambu County. Na ndakũrehe gũkũ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo gĩthomo. Na ũrĩa mwakĩona nĩ PADA, kũrũgamĩrĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo PADA Security. Nĩo marũgamĩrĩire ũgitĩri. Na ndakwĩra ndehetwo gũkũ nĩ gĩthomo, nĩ tondũ no mũhaka twĩtĩkĩre gũthoma, andũ aitũ metĩkĩre gũthoma. Na tondũ maũndũ nĩ maritũ, mũtũrĩre nĩ ũritũhĩte, maũndũ no maingĩ, thĩinĩ wa thukuru ũyũ wĩtagwo PADA Institute, HADA. Nĩ tondũ rĩrĩa twarehe ciana citũ twacirehe thĩinĩ wa thukuru, nĩ kũhanda tũhandaga, na nĩ tũcokaga tũkagetha, tondũ tũgethaga mwana ena kosi. Na kũndũ gũkũ nĩ gũthomagĩrwo courses ta cia thigari, security, na kĩndũ gĩtagwo caregiver. Na we mũciari no ũkorwo wĩ hau, mwana waku nĩ arĩkirie form 4, mwana waku hau nĩ ekire rĩngĩ 8, wĩra wa security, nginya na ciana citũ iria cia 8, arũme arĩa mena hinya, ona tũtikũmathinĩkania. Thukuru ũyũ wa PADA ũkĩte kũhonokia ciana citũ. Na nĩ mwĩ ciana citũ nĩ ciũrĩire thĩinĩ wa ũrebi kana addiction. Anake tũrona mũndũ ũngĩkorwo na kosi ĩyo ya security, kana ona nginya caregiver. Na caregiver ĩno ya gũkũ kwa PADA Institute ĩna nginya hospitality. Nĩ 2 in 1. Koguo rĩ, mũciari wĩ hau, nĩ ũrenda biũ mwana waku agĩe na gakosi. Gũtirĩ mũciari ũtangĩenda mwana wake agĩe na gakosi. Mathĩna nĩmo moru. Kosi ĩyo ya security, ta makane mbia cigana, 12,000 tu. 12,000. Angana 500 ma registration. Mũciari, hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ mabũrũri ma nanja, nĩ wega ũgatigaga ciana ciaku moko-inĩ mega. Gũkũ kwa Happy Hearts Home Care Limited, tũtigagĩrĩra mwana waku nĩ arorwo wega, na aigua arĩ mũciĩ ona rĩrĩa ũrĩ kũraya. Twina CCTV cameras nĩ ũndũ wa ũgitĩri wa mwana waku. Irio citũ nĩ balanced diet, na tũrigicĩirio nĩ mathukuru ma thirikari na ma andũ kĩũmbe. Na aruti aitũ a wĩra mecemba gũtigĩrĩra mwana waku nĩ atungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu no ũthiĩ icera rĩaku na thayũ, ũkĩmenyaga ũtigĩte mwana waku moko-inĩ mega. Tũrĩ Rũirũ mwena wa Mũgũtha, na no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0720 255 999 kana 0729 147 562 kana ũtwandĩkĩre email kũhĩtũkĩra happyheartshomecare@gmail.com. Ngoro ngenu yaku na mwana waku nĩkĩo gĩkeno gitũ.
Okay, sasa Mama Lucy, tukimalizia, wazazi wa Baba Lucy ama familia wanasemaga aje? Mlikosana ama wanakuongeleshaga? Hatujakosana. Hatujakosana sisi. Wanakuongeleshaga. Na kuhusu mtoto wanasema aje? Kuhusu kesi ama kuhusu maisha yake? Mtoto. Hiyo kesi kulingana na vile ndugu yao alifungwa juu ya hiyo kesi. Wao hawana shida. Hawana shida. Okay. Nikitaka uombe serikali ikusaidie. Uombe ombi kwa serikali. Wasikie kilio chako na cha mtoto wako. Kwa sababu Lucy ni mdogo sana kuongea. Na pia hatutaki hiyo mambo ijae kwa kichwa yake. Kama kuwa inamuaffect hata waleo walimu walikuita. Wakakwambia mtoto ako na shida. Kwa sababu anaenda badala ya kuimprove, anaenda chini. Na wanajua ni mtoto mjanja, sio mtoto mjini. Wao wanajua ni mtoto ambaye anaelewa masomo. Sasa wanaona kuna shinda fulani na msumbu. Okay. Na juu nimeona wako midterm, tutapanga vile anti yake, yani tutapanga vile atafanyiwa counseling. Kwa sababu anatakiwa kufanywa counseling. Ndio hiyo mambo iende ikimtoka. Kwa hivyo hiyo tutapanga. Lakini kwa sasa hebu omba ombi lako kwa serikali. Ama wakati wewe ulienda kwa mama huyo wa nyumba 10, ulikuwa umekasirika, ukaona muagirie mustaki mzee na hiyo? Hiyo sikuhusika kabisa hata mbele sana. Hiyo sikuhusika kabisa. Hata mimi nilikataa. Hata wakati niliwekwa ndani, nilikataa kabisa, nikawaambia mimi hata mbona siwezi tolea mtu ushahidi wa uongo. Na yeye ni damu yake ni vibaya. Na hii si kitu ametenda kabisa. Nyanja akaniambia wewe nitakupunga maisha, nitakupunga miaka 30 na watoto tutachukua. Mimi nilikana kabisa, nikamwambia mbona tu mimi nikae ndani lakini Mungu tu atanipa. Na siwezi toa ushahidi wa uongo. Wewe ulikuwa unaambiwa ushuhudie kwamba mtoto ako raped. Mpaka Njanja akanitukana akasema natetea mwanaume badala nitetee mtoto damu yangu. Nikamwambia ndio, lakini mimi nimeishi na huyu mzee wangu miaka fulani na huyu mtoto ni damu yake na sijaiona akiwa hivi, na hawa ni watu tu wameingililia mboma yangu ili wamalize. Niliambiwa usituambie mambo ya mboma, hata sisi tuna mboma. Na wewe uko na ukweli ya kwamba wewe si mwenye unaambia mtoto aseme ilikuwa uongo? Mimi anakwambia. Sio mimi kabisa, na hakuna mahali nahusika. Yeye ndiye anasukumia kabisa, anasema yeye anaumia. Na walimu ni shahidi ya kwamba walisema kuna kitu inamsumbua. Na ni kwa muda mrefu, hata si muda mchache. Okay. Hebu omba ombi kwa serikali vile ungetaka kusaidiwa. Wanangu wako Kamiti, amefungwa kifungo cha maisha na ni mtoto mdogo. Watoto wake hao wandogo walioniachia wanateseka, hata mimi ninateseka. Kwa hivyo serikali ningeomba muweze kunisaidia, muweze kumtoa mume wangu ndani. Nisaidieni tu serikali. Sasa unajua Mama Lucy, unaamini Mungu?
Wewe unamuomba? Sana. Kwa hivyo wenye walihusika hapa ni pasta na mama nyumba kumi na mfanyikazi wake. Na mfanyikazi wake. Pasta mwenye mlikuwa mnaenda kanisa kwake? Pasta wenu? Na sasa after bwana kufungwa huwa mnaongea? Sasa mlicheji kanisa? Pasta aliambiwa na huyu mama wa nyumba kumi? Huyu mama wa nyumba kumi alikuwa anatumika chini ya pasta ili asionekane kwamba ni yeye. Pasta alijuaje? Alikuwa chini anajificha kwa huyu mama. Pasta alijuaje? Walienda tu kuoji mtoto kumwambia aongea maneno, na mtoto hakusema kwamba ni pasta. Alisema wakati hata mimi nimewekwa ndani. Ndio aliwasema hao watu wawili kwamba walisema aseme hivyo. Akaongea mpaka kotini na hawakumsikia. Mtoto akasema mpaka kotini. Na saa hiyo hakuwa anatoka kwako? Walikuwa na yeye? Mimi ningekwambia tu tuendelee na kumwamini Mungu. Na usione kama amekuachilia. Ukweli siku moja utasimama. Kwa hivyo pia hiyo usibebe sana, kwa sababu uko na watoto wanakuhitaji. Na hiyo ukibeba sana utakuwa na magonjwa, ushindwe kuwalea. Ama ukufe uwaache. Na unaona baba yao wako wapi? Na wewe si unajua kuomba? Na unamwamini Mungu? Hebu muombe, hebu omba ile ombi ungetaka kumuomba siku ya leo. Na sisi pamoja na watazamaji wetu tutashikana na hiyo faith. Hiyo ombi lako tutashikana kiroho, kwa sababu wengine hawako nasi hapa, na Mungu atatenda. Hebu omba. Na tuombeni. Baba, niko mbele zako muda na masaa kama haya. Ninakushukuru nikisema ni asante kwa jambo hili, kwa siku ya leo umetukutanisha mahali hapa. Ilikuwa ni kusudi yako na mpango yako Jehova. Ninakushukuru ni kwa ajili ya jambo hili ulikusudia siku ya leo kwamba litafanyika Masia. Ninalia mbele zako siku ya leo Mungu wangu. Ninaomba ni kwa ajili ya jambo hili niko nayo ya mume wangu na watoto hao ambao ni wake wanateseka kwa ajili ya baba yao. Ninakuomba hewa Mungu ukasikie kilio changu na kilio cha watoto hawa na kilio cha baba yao ambao wanatesekea njela. Ningeomba hewa Mungu wa Ibrahimu ukaweze kutusaidia kwa ajili ya mambo haya, ukaweze kuyatatua Jehova. Ukaweze kumfungua mume wangu mahali pale njela, ukaweze kunisaidia hata mimi, ukanipe nguvu. Ukasikie kilio cha watoto hawa, ukasikie kilio hata cha baba yao. Wakati wanateseka watoto hawa hawapati amani, mimi mwenyewe siwezi kuwa na amani. Mungu, sikia kilio chetu siku ya leo, sikia maombi yangu haya. Ukaweze kutujibu Mungu wa Israeli. Ukaweze kututia nguvu, ukaweze kuwatia moyo hata hao watazamaji. Ukaingie kwa mioyo yao hata wakaweze kutusaidia. Naleta mbele zako jambo hili Masia, ukaweze kuingililia kati kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na wewe ni Mungu mweza yote na hakuna lisilowezekana kwako Jehova. Ninakulilia masaa kama haya Yesu, ukasikie kilio chetu, ukasikie na kilio changu Jehova. Mwana wa Mungu, ninakushukuru kwa maana umesikia maombi na utaenda kutenda. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Haya, tutazidi kumwamini Mungu. Kulikuwa na Joseph, alikuwa gerezani, Mungu akamshindania na akafika mahali pale Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hivyo tunataka kuamini Baba Lucy ambaye anaitwa Jason Mutiso ambaye amefungwa kifungo cha maisha pale Kamiti Maximum Prison. Ukweli siku moja utasimama, na tunataka kuamini Mungu ya kwamba haya maneno yataendelea.
Na nafikiria part 2 tutafanya na wakili ili atuelekeze tunaweza pita njia gani kuhusu yale maneno. Kwa hivyo mtazamaji, na kushukuru sana kwa sababu ya muda wako, na tuzidi kutembea pamoja tukaifanya hii kazi ya Bwana. Na tunapomalizia ni vizuri ni kukumbusha kwamba kama uko na talent ya photography ama ungetaka kusomea kazi ya photography, na mnajua tuko digitali, tuko katika mambo ya, we are in digital era. You are there, you'd want to learn about video shooting, photo shooting, hizo vitu zote. Kama unasikia uko na mwito, na kama hata una mwito na mnajua hakuna kazi, kuna TikTok. People are earning through TikTok. People are earning through YouTube. Maybe you are there and you are content creator. So ni kamera tu, na siku hizi hata sio lazima kamera, hata simu. Ukiwa na simu mzuri, utaenda uchukue content zako, uwe busy, na tumeona watu wengi wakifanya pale TikTok. Kwa hivyo ni vizuri kama huna kazi ama side hustle, ungetaka side hustle, ni vizuri uwasiliane na HomeClick. HomeClick huwa wanafunza mambo ya video shooting, I mean all camera work, na ni vizuri ujifunze. Mpaka journalism unasomeshwa vile unaweza fanya content creator, yaani vile unaweza fanya content, watakuelekeza na utakuwa unafanya kazi na unapata kitu, na ni vizuri. Kwa hivyo wasiliana na HomeClick, watakuelekeza zaidi. Na mimi nimesema asante kwa huo muda tumekuwa pamoja, na washukuru, asanteni sana, na msubscribe katika hii channel. Na nimeona Mungu ametuinua, tumeingia katika Kiswahili. Nao Mungu atuelekeze na atuongoze. Asanteni sana. Itura riri njerete ni Mayaihie thini wa Kikuyu constituency, Kiambu County. Na ndakurehe guku ni undu wa kindu gitagwo githomo. Na ria mwakiona ni PADA, kurugamirwo ni kindu gitagwo PADA Security. Nio marugamiriire ugitiri. Na ndakwira ndehetwo guku ni githomo ni tondu no muhaka twetekere guthoma, andu aitu metekere guthoma. Na tondu maundu ni maritu, muturire ni urituhite, maundu no maingi, thini wa thukuru uyu wetagwo PADA Institute hada. Ni tondu riria twarehe ciana citu twacirehe thini wa thukuru, ni kuhanda tuhandaga, na ni tucokaga tukagetha, tondu tugethaga mwana ena kosi. Na kundu guku ni guthomagirwo courses ta cia thigari, security, na kindu gitagwo caregiver. Na we muciari no korwo wi hau, mwana waku ni arikirie form 4, mwana waku hau nekire ringi 8 wira wa security, nginya na ciana citu iria cia 8, arume aria mena hinya ona tutikumathinikania. Thukuru uyu wa PADA ukite kuhonokia ciana citu, na ni mwi ciana citu ni ciurire thini wa urefi kana addiction. Anake turona mundu ungikorwo na kosi yo ya security, kana ona nginya caregiver, na caregiver no ya guku kwa PADA Institute ena nginya hospitality, ni 2 in 1. Koguo ri muciari wi hau ni urenda view mwana waku agie na gakosi, gutire muciari utangienda mwana wake agie na gakosi. Mathina ni momoru. Kosi iyo ya security
tamakane bia cigana 12,000 tu 12,000 angana 500 ma registration. Muciari hindi ĩrĩa ũrathiĩ mabũrũri ma nanja nĩ wega ũgatigaga ciana ciaku moko-inĩ mega. Gũkũ kwa Happy Hearts Home Care Limited tũtigagĩrĩra mwana waku nĩ arorwo wega na aigua arĩ mũciĩ ona rĩrĩa ũrĩ kũraya. Twina CCTV cameras nĩ ũndũ wa ũgitĩri wa mwana waku. Irio citũ nĩ balanced diet na tũrigicĩirio nĩ mathukuru ma thirikari na ma andũ kĩũmbe. Na aruti aitũ a wĩra mecemba gũtigĩrĩra mwana waku nĩ atungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu no ũthiĩ icera rĩaku na thayũ ũkĩmenyaga ũtigĩte mwana waku moko-inĩ mega. Tũrĩ Rũirũ mwena wa Mũgũtha na no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0720 255 999 kana 0729 147 562 kana utwandikire email kuhitukira happyheartshomecare@gmail.com. Ngoro ngenu yaku na mwana waku nikio gikeno gitu.